Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mtumishi Dr. Boniface Nyandindi. Karibu katika huduma ya faraja. Leo nakuletea somo ambalo linasema imani inayofungua mlango wa miujiza. Na somo letu tutajifunza kutoka kwa mwanamke wa Sarepta katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Wafalme sura ile ya 17 mstari wa 8 mpaka 16. Hapa tunaona mwanamke wa Sarepta alikuwa mjane, maskini, akiwa na mtoto mmoja katikati ya njaa kali. Kulingana na hali ya kibinadamu hakuwa na tumaini lolote, lakini kupitia imani, utii na kutoa hata kidogo alichokuwa nacho, Mungu aligeuza simulizi yake kuwa ushuhuda wa ajabu. Ndivyo leo hii Mungu anaenda kugeuza simulizi ya maisha yako. Yamkini unapitia wakati mgumu, tambua kwamba Mungu anaenda kugeuza simulizi ya maisha yako. Kuna mambo matatu ambayo tutaenda kujifunza katika kitabu hichi cha Wafalme. Jambo la kwanza, Mungu huja wakati ambapo tumaini linaonekana kuisha. Pale ambapo unaona kabisa hii imefikia mwisho. Sijui kuna jambo gani unalolipitia limefikia mwisho, ambapo akili yako huoni mbele kama kuna tumaini lolote. Lakini Mungu anaenda kufanya kitu ambacho masikio hajawahi kusikia, macho hajawahi kuona, wala hajawahi kuingia katika ufahamu wa mwanadamu. Ndio mambo ambayo Mungu amewaandalia watu ambao wanamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Wafalme sura 17 mstari wa 12, yule mwanamke wa Sarepta anasema nina konzi ya unga kidogo katika pipa. Alafu baadaye anasema nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Mwanamke huyu alikuwa amefika mwisho wa uwezo wake. Mara nyingi Mungu huruhusu tufikie mwisho wetu ili nguvu yake ionekane wazi. Mungu anaruhusu akili yako ifike mwisho. Anakuacha mpaka umefikia mwisho, ndipo ambapo Mungu anapoanza kutenda muujiza wake. Pale ambapo unaona kabisa huu ni mwisho, ndipo Mungu anapoanzia kutenda muujiza. Usidhani Mungu amekusahau kwa sababu hali ni ngumu. Hapana, Mungu hajakusahau. Huenda hapo ndipo muujiza wako unapozaliwa. Na jambo la pili ambalo tunajifunza, imani ya kweli hutenda hata katikati ya hofu. Tunaona katika yule mstari wa 13, Nabii Elia anamwambia usiogope. Nabii Elia alimuomba afanye jambo linaloonekana halina mantiki, yani atoe kwanza. Kumbuka alibakiwa na unga kidogo na mafuta kidogo, lakini anamwambia toa kwanza. Imani sio kusubiri uone, bali kutii hata bila uhakika wa matokeo. Uonyeshe utii hata kama vile matokeo una uhakika nayo. Hofu inaposema huna cha kutosha, imani inasema Mungu anatosha. Haleluya. Jambo la tatu, utii mdogo unaweza kuleta baraka kubwa. Yani unapomtii Mungu kidogo, baraka kubwa unaifungulia katika maisha yako. Lile pipa la unga alikupungua wala ile chupa ya mafuta haikuisha. Ukisoma ule mstari wa 15 mpaka 16, tunaona pipa lilijaa unga au kuisha. Muujiza haukuwa mara moja tu, bali muujiza ulikuwa ni endelevu. Kwa hiyo usidharau kile kidogo ulicho nacho. Umkabidhi Mungu, kinaweza kukulisha kwa muda mrefu kuliko unavyodhani. Mungu wa mbinguni akubariki. Naamini ujumbe utakuwa umekugusa kwa namna moja au nyingine. Lakini kama utahitaji maombi au ushauri, basi kwa namba 0719120449 tunaweza kuzungumza na kuomba pamoja. Lakini pia tuna group letu la maombi WhatsApp na maombi na mafundisho, basi unakaribishwa sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akutoe katika kila changamoto unayopitia katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka, utii mdogo unaweza kufungua mlango wa baraka zisizoisha. Mungu wa mbinguni na akubariki. Mungu akulishaye kwa muujiza wa jana ndiye atakayekulisha kwa muujiza wa leo na milele na milele. Katika jina la Yesu. Amen.